Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mkubwa kiroho, mkubwa kinafasi, mkubwa kwa namna fulani ya kiumri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amebeba baraka, amebeba na laana. Akikulaani, hiyo laana kama ina sababu inakupata. Akikubariki, utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona kusoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 49, ukianzia ule mstari wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza, Mwanzo 49. Anasema hivi, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Yakobo akawaita wanawe akawaambia, kusanyikeni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu wa kawaida kabisa, lakini huyu mtu wa kawaida, kwa sababu ameliona jua, alitangulia kuliona jua kabla yako, na bahati mbaya Mungu amekupitisha wewe kupitia yeye. Kwa hiyo yeye, kwa sababu moyo wake umekusudia awakusanye watoto wake ili azungumze nao, automatically mbingu zina connect pamoja naye. Kwa hiyo anachokinena mbingu zinaandika. Ndio maana uwe makini na maneno anayokunenea mzazi. Kuna wengine mnagombana na wazazi, unamwambia kabisa, wewe mwenyewe ungechelewa mimi ningekuzaa. Unamwambia kwa mama, umbebe baba. Yesu aliwaambia wale wanafunzi, hamjui ni roho gani walio nayo. Ndio kanisa la sasa hivi, hatujui ni roho ya aina gani inayotuongoza. Yaani kama inafika hatua unaweza kujibishana na mtu mzima aliyekuzidi, mtu mzima ambaye ulipaswa ujifunze kwake, ulipaswa uulize, yeye ndo akuonyeshe njia. Kwani Ayubu aliambiwaje? Uulize basi kwa wazee, watu wa kale, maana sisi tuwajuzi tu. Maana hawa watu wamebeba baraka, hawa watu wamebeba vitu vya tofauti. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia, kulikuwa kukitokea jambo, kukitokea shida, Mungu alikuwa anamwambia Musa, waite wazee waje hapa. Tukizungumza na wazee, hawa wazee ni rahisi kwenda kuzungumza na watoto wao, kwenda kuzungumza na vijana, na hao watoto watawasikia. Manake wakikataa kuwasikia, nyuma yao mimi nimebebesha baraka na laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa hawasikilizi wazazi, geuka. Ili somo limekuja kwa ajili yako. Manake utatakiwa uombe toba, mwambie Mungu, kuanzia leo nisaidie. Hata kama mzazi wako ni mchawi, pale ni falme tu, kila mtu anachagua. Anasema chagueni vile mtakaye tumikia. Wewe umeamua kumchagua Bwana, yeye ameamua chague uchawi. Sio mbaya, uadui wenu nyinyi uko rohoni. Ukiwa kwenye maombi, ukifunga mlango, tandika uwezavyo. Ukiwa nje unaimba, mama, uwezo wa kukulipa sina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unampa na zawadi, unamnunulia na kitenge. Unajua bila huyu nisingekuja. Huyu ni Mungu wa dunia, ni Mungu wa ulimwengu. Anasema kwenye amri ya 4, mtakatifu, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa siku za mtu kuishi katika uso wa nchi zimefungwa kwa mzazi. Unamdharau, unasema nini? Mtu mwenyewe ni mchawi yule, nini? Mtu mwenyewe hajielewi. Bwana asifiwe. Sasa simtetei kwamba asijielewe. Ni mzazi wako, una jukumu la kuomba mpaka kieleweke. Mambo mawili, kama hataki kuokoka wazike, lakini asijue kama unamuua. Bwana anasema mtumishi, kwa umetugeuka tena. Sifa mbili zinashindana. Yeye amechagua uchawi, ameamua kwamba huu uchawi kwa huu nitaenda nao.
nao utanisaidia kwenye mambo yangu. Kwa alivyobeba akiupeleka, akiutesti hapa unafanya kazi, anasema nitaambatana nao. Na bahati mbaya wachawi wage wanaloga mpaka watoto wao. Hata wanakula mpaka watoto wao. Yaani mtoto umemzaa, amekaa tumboni miezi 9. Umehangaika, ulikuwa ulali, anakusumbua. Eti kirahisi tu kwenye chama chenu anakuja na kukwambia toa mwanao. Bwana Yesu asifiwe. Na unatoa. Hatujafikia kiwango cha kupenda mpaka kuwa tayari kutoa chochote. Katika maisha yako omba sana Mungu akupe moyo wa kupenda. Kumpenda Mungu kiwango cha kutoa hata uhai wako. Mungu alitupenda akatoa uhai wa Yesu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Ibrahimu alimpenda Mungu hata akawa tayari kutoa. Wachawi wanapenda uchawi mpaka wako tayari kutoa. Watu wanatoa mpaka waume zao. Ameitwa kila majina, baby, sweetie, nani, ameletewa mpaka zawadi. Akaapishwa kwenye madhabahu kabisa, hatutaachana mpaka kifo. Uchawi ni mbaya sana, usikwambie mtu. Na ndio maana Mungu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 20:17, usiandike kwanza, jiridhishe, ndio hivyo. 20:27, unaona sasa. Ungeandika ningekuwa nimekosea hapo. 20:27 anachukia uchawi kiwango cha juu sana. Anasema tena mtu mume au mke aliye mchawi watapigwa kwa mawe mpaka wafe. Agano la Kale, mambo